Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi arshada man shaa ila tariqil huda wa bayyana lana al-adaba wal ahkama wa lam yatrukna suda wa faddalana bimillati al-islami ala sa'iril anami tafdila. Faya ibadallah, awali ya yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini la pili, rahma na amani zimwendee kiongozi wa umma huu, mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu watazamaji na wafuatiliaji wa Abu Uthman TV, niko mbele yenu kuwaeleza kutokamana na wakati ambao uko mbele yetu. Mwenyezi Mungu akijali, siku ya Jumatano sawa na tarehe 18 itakuwa ndiyo siku rasmi ya kutazamia mwezi muandamo, yaani Jumatano ya tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2026. Ikifika jioni siku ya Jumatano ndiyo siku ya kutazamia mwezi muandamo kutokamana na kalenda yetu ya Kiislamu. Na siku hiyo ya Jumatano kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu itakuwa ni tarehe 29 katika mwezi wa Shaabani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Suratul Al-Baqara aya nambari 185. Ndani ama katikati ya aya hiyo ambayo ni 185, katikati yake kuna maneno Mungu hapo ameyaweka, anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Hapa kwenye kipengele hiki au kwenye maneno hayo tu tuliyoyanukuu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapo anatoa ufafanuzi wa namna ya mwezi muandamo unavyotakiwa kufuatwa na ni kwa namna gani watu wafuate mwezi. Ndio akasema faman shahida minkum ash-shahra, yule ambaye kwamba atauona mwezi, falyasumhu, yeye mtu huyo na afunge. Na huu ndio utaratibu pia aliotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, la tasumu hatta tarau wala tuftiru hatta tarau. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza na kutufundisha ya kwamba tufunge kwa kuona, yaani mwezi muandamo, na tufungue kwa kuona mwezi muandamo. Maanake kuandama kwa mwezi ndiyo tunapata ruksa ya kuweza kufunga, na kutoandama kwa mwezi ndiyo tunakosa ruksa ya kuruhusiwa kufunga. Na kuandama kwa mwezi ndiyo tunapata ruksa ya kuweza kuingia katika Idi, na kutokuandama kwa mwezi ndiyo tunakosa ruksa ya kutokuandama kwa Idi. Kwa hiyo agizo au maelekezo ni kwamba, ndugu watukufu wa Islam na mnaotufuatilia katika mtandao wetu wa YouTube Abu Uthman TV, pamoja na kuwahusia pia waumini wetu wa Masjidul Mustafa al-Bahrain Mbezi Msakuzi, kwamba utaratibu wa kufuatilia mwezi wa Ramadhani kuandama kwake ni kama hayo maelekezo tuliyoyatoa. Kufunga kwako kufuatane na kuandama kwa mwezi, na kutokufunga kwako kufuatane na kutokuandama kwa mwezi. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam, imepokelewa hadithi kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuko katika kutaja mambo ya Ramadhani. Akafika pahala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la tasumu
hatta tarawul hilala. Mtume alisikiwa akisema neno kama hilo, la tasumu hatta tarawul hilala, watu wasifunge mpaka wauone mwezi mwandamo. Kisha Mtume akasema tena, wala tuftiru hatta tarawhu, na wala wasifungulie kuimaliza Ramadhani mpaka wahakikishe wameona mwezi mwandamo wa kuelekea katika Idi Mosi. Sasa yaweza ikatokea kwamba mwezi haukuonekana katika mahala ambapo watu wapo, ndio Mtume pia akatoa maagizo na maelekezo, akasema ya kwamba wa in ghumma alaikum, ikiwa kiwingu kitatanda kwenu kitawapelekea mwezi msiuone, fa akmilu al-iddata 30 ay yauma, watu watafuata taratibu za kukamilisha Shaabani siku 30, kisha wataanza kufunga siku yenye kufuata baada ya kuhitimisha Shaabani siku 30. Kwa hiyo utaratibu wa kufuata mwezi wa Ramadhani ni kutazama mwezi kama alivyosema Mwenyezi Mungu, faman shahida minkum shahra falyasum, watu watazame kwanza mwezi. Lakini la pili, ikiwa mwezi hatukuuona kwa sababu ya kiwingu, basi tunatakiwa tukamilishe. Lakini pia yaweza ikawa wameona mwezi wale ambao machimbuko yao ya jua na yetu sisi hapa tulipo, au na yako wewe hapo ulipo, machimbuko yenu ya jua yakawa ni mamoja. Kwa madhhabi ya Imamu na Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, ni kwamba sisi mtu huyo tunaruhusiwa kumfuata atakapokuwa ametupa taarifa, na taarifa ikawa ina usahihi. Ile taarifa anayotoka kwamba jamani, huko Dar es Salaam mwezi hamkuona, lakini sisi huku Mtwara au sisi huku Kenya mwezi tumeuona. Sasa yule mwenye kutoa taarifa lazima awe ni al-adilu, awe ni mtu mwadilifu, mwenye akili timamu, mtu tegemewa. Umeona? Lakini pia ambalo ndio liondoe matatizo yote, ziko mamlaka maalumu ambazo mamlaka hizo ndio zina amri ya kutoa taarifa kwamba mwezi hatukuuona hapa tulipo, lakini nchi jirani ambao tunaoana nao machimbuko ya jua wameuona, na mamlaka yenye kutangaza mwezi katika nchi hiyo imezungumza na mamlaka ya nchini hapa, wakazungumza pamoja wawili hao kwamba mwezi huku bwana sisi tumeuona au kwa tukuona. Kwa hiyo wao ndio wenye mamlaka, ambao ni viongozi wetu wa juu katika dini, wao ndio wenye mamlaka ya kutupa sisi waumini wote Tanzania kwa ujumla kwamba mwezi jamani umeandama, au kama ni waumini wa Kenya wakaambiwa na kadhi wao, mufti wao kwamba mwezi, kwamba hatukuona kweli Kenya hii, lakini mufti wa Tanzania amewasiliana na mufti wa Kenya au mufti wa Zanzibar uhalu majara, na mifano inayofanana na hiyo. Kwa hiyo huo ndio utaratibu, sio mtu tu akae tu sehemu aseme nimesikia, alafu kama ile taarifa ni ya kutengenezwa, hiyo inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo taarifa sahihi ni mtu atazame mwezi mwenyewe, auone kisha afunge. Hakuuona kwa sababu ya kiwingu, asikilize taarifa kutoka sehemu tofauti, lakini zipite kwenye mamlaka. Ndio utaratibu uliokuwa mzuri, kuliko kuchukua maneno ya watu wa vijiweni wakakufungisha katika siku isiyotakiwa kufunga, au wakakufungulisha katika siku isiyotakiwa kufungua. Ukifanya hivyo utakuwa umepata makosa makubwa na umepata dhambi wewe pamoja na yule aliyekufungulisha au yule aliyekufungisha katika yasiyokuwa matarajio. Lakini akitokea amekufungulisha kadhi wako, mufti wako, au amekufungisha kadhi wako, mufti wako, hilo dhima analo yeye, kwa sababu yeye ndiyo kiongozi wa hayo yote. Kufaa kwa hayo ni kwake yeye kiongozi, kutokufaa kwa hayo ni kwake yeye kiongozi. Kwa hiyo yeye kiongozi ndo amue kupoteza umma, yeye kiongozi ndo amue kuongoza umma vyema. Na viongozi wakishakuwa ni waadilifu, hilo sidhani kama linapatikana. Kwa hiyo tuwe makini katika kipindi kama hiki chenye ikhtilafu cha watu kulumbana, huyu kusema
sisi hatufati sijui mwezi wa BAKWATA sisi. Hapana, hakuna mwezi unaoitwa mwezi wa BAKWATA. Mwezi ni mwezi wa miezi ni miezi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mwezi ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni kufuata tu taratibu. Faman shahida minkum shahra falyasumhu, yule ambaye ameshuhudilia mwezi na afunge. Huku ushuhudilia maana yake utakamilisha hivyo, au ukapewa taarifa kutoka sehemu sahihi na watu waliokuwa sahihi wenye vidhibiti vizuri, waweza ukaruhusiwa kufunga. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.